Mwanamke alirarua barakoa ya mfanyakazi wa usafi na kushangaa kuona kuwa alikuwa ni baba yake ambaye alikuwa amepotea kwa miaka mingi, lakini hakukimbilia kukiri kuwa alimfahamu. Badala yake alitoa pesa taslimu milioni 2, akamlazimisha baba yake ambaye hakuweza kunywa pombe kushiriki naye kinywaji cha kukatisha uhusiano. Miaka 5 iliyopita kampuni yake ilikuwa ukingoni mwa kufilisika, lakini wakati huo baba yake alichagua kukata uhusiano naye. Hata baada ya yeye kumuomba kwa uchungu, bado mwanaume huyo hakuwahi kugeuka nyuma. Sababu ya baba kuwa na msimamo mkali ilikuwa ni kwamba alisaini makubaliano ya kuchangia moyo mradi tu ampe moyo wake tajiri huyo. Kampuni ya binti yake ingepata uwekezaji wa bilioni 30. Gharama ilikuwa kwamba angeishi tu kwa moyo bandia na angeweza kufa wakati wote, lakini kwa ajili ya binti yake mwanaume bado alikubali. Miaka 5 ilipita kama upepo, binti akawa bilionea kutokana na uwekezaji. Wakati huo baba yake alifanya kazi usiku na mchana kulipia matibabu ya mke wake aliyepooza. Mwili wake ulizidi kudhoofika na hata alipokea taarifa ya ugonjwa hatari kutoka hospitali. Nitaishi kwa muda gani zaidi? Daktari alisema kwa zaidi ya miezi 3 tu, na kabisa usinywe pombe, la sivyo kifo kitakuja papo hapo. Aliposikia hayo, mwanaume aliondoka kwa kukata tamaa. Daktari ghafla aligundua kuwa alisahau faili la matibabu, akakimbia kumfuata, lakini alipofika mlangoni, mwanaume alikutana na rafiki wa karibu wa binti yake ambaye alimtambua mara moja na kumkejeli kwa ukali. Hata akasema kuwa binti tayari amemchukua tajiri huyo kama baba yake wa mlezi. Aliposikia kuwa binti yake anaendelea vizuri, mwanaume alihisi kutosheka na kaondoka. Daktari alitoka na faili la matibabu, lakini rafiki huyo alimzuia akimuuliza kuwa mwanaume huyo ana ugonjwa gani. Daktari alisema kwamba hilo haliwezi hata kuitwa ugonjwa. Miaka 5 iliyopita mzee huyo alimpa tajiri moyo wake. Sasa naishi tu kwa moyo bandia. Rafiki huyo alishangaa sana papo hapo, akakimbia kumfuata akitaka kufichua ukweli. Wakati huo huo, mwanaume alikuwa akikota taka kando ya barabara. Bila kujua, alitembea hadi kwenye hoteli iliyokuwa inaandaa sherehe ya kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa ya tajiri huyo. Akaona mtu ameacha zawadi kwenye gari, na alipoona mlango hujafungwa akaichukua kwa wema na kuileta ndani. Lakini mara tu alipoingia ukumbini, alimuona anayewasilisha zawadi kuwa ni binti yake mwenyewe. Bahati nzuri alivaa barakoa, hivyo kumtambua. Mwanaume aliweka zawadi chini upesi na kuondoka haraka, lakini bahati mbaya akagonga meza ya diwai. Tajiri mara moja akakasirika sana. Mwanaume alidhani angehitajika kulipa, lakini binti yake akazungumza akisema aachwe aende. Tajiri aliposikia hivyo akanyamaza, lakini mtu mmoja alihisi mgongo wa mwanaume huyo ulifanana na wa baba wa mwanamke huyo. Binti alisogea mbele na kuirarua barakoa yake. Alipoona kuwa ni baba yake, aliganda pale pale. Watu walimzunguka walimshutumu mwanaume kwa kusababisha usumbufu. Baba yake alieleza haraka kuwa yuko tayari kulipa, lakini binti akapiga pochi yake hadi ikaanguka chini, akaona imejaa picha zake. Si ulisema mimi ni aibu yako na ulikataa kunitambua? Basi kwa nini ulihifadhi hizi picha? Baba alibaki kimya. Binti akatoa sana pochi akimwambia chaguo moja. Baba alielewa kuwa lilikuwa ni jambo la hisia, lakini akifikiria muda mfupi aliyobaki kuishi, hakutaka binti yake kushikilia matumaini. Hivyo akachagua saa. Kila mtu alimlaumu kwa kuwa mjinga. Binti pia aliamini kuwa anajali tu pesa, hivyo akachoma picha mbele ya kila mtu hadi zikawa mashu. Baba alihisi uchungu mkubwa moyoni. Binti akasema kwa baridi, kwa kuwa unapenda pesa, basi ukinywa kinywaji hiki nitakupa milioni 2. Mara moja akaagiza pesa ziletwe na kutawanyika chini, mradi baba anywe mvinyo kukatisha uhusiano, pesa zitakuwa zake. Akifikiria kwa mke wake bado anahitaji milioni 2 kwa ajili ya upasuaji, baba alikubali maneno ya binti yake. Alikwenda kwenye meza ya pombe, alinywa chupa na kunywa kwa nguvu. Maumivu makali ya moyo yakampiga mara moja, lakini alijilazimisha kuendelea kunywa bila kutaka binti yake atambue. Tukio hili lilirekodiwa kwenye video na kusambaa mtandaoni, likaonekana na rafiki wa karibu. Daktari alipoona mwanaume anakunywa, alionata haraka kwamba kungeua. Rafiki akakimbilia hotelini. Kufikia wakati huo, mwanaume tayari alikuwa anatapika damu. Macho ya binti yake yalijaa maumivu. Alipoimaliza chupa ya mwisho, mwili wake ulitetemeka na kuanguka juu ya mrundikano wa pesa. Hatimaye alizimia kwa kuchoka pitaka kiasi. Rafiki alifika wakati, alimsaidia haraka na mara moja akaufichua ukweli kwa binti. Cheng Menghan, unatumbua kuwa miaka 5 iliyopita maisha ya baba yako ndio alionunua ule uwekezaji uliokuwa kampuni yako?